mazuri. You are a servant of God. Wewe ni mtumishi wa But Mungu. things are not working well with you. Mambo hayaendi sawa na You are, you are married. umeoleka. But things are not moving on well. Mambo hayaendi vizuri. Hallelujah. Amen. No, altars are, they have been lifted from the family. Madhabahu ambayo imeinuliwa kutoka There are covenants that were made na maagano that are also speaking over your life. yananena juu ya So maisha. how are we coming out of them? Hivyo tutatoka aje ndani? And that is why you see God Kwa sababu naona Mungu telling Ezekiel, kumwambia Ezekiel, remind them, akumbushe, make them understand. fanye And kuelewa. that is why Ndio sababu I'm standing on this altar simama kwenye today madhabahu haya leo to remind you, ili akakukumbusha to wewe, make you understand kufanya wewe uelewe your struggles. matusumbuko yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Errors that were made, faults that were made with our ancestors. Makosa yaliyofanyika na wazazi wetu. And that's how they're pursuing you even up to now. Sasa yanakufuata hadi leo. Praise the living God. Amen. So how are we going to escape Hivyo this? tutawezaje kutoka? How are we going to come out of Jinsi this? gani tutajiondoa The ndani? blood is speaking. Damu inanena. Spiritual lineage are stand looking at bearing eyes at you. Uzao wa kiroho unakutazama wewe. Hallelujah. Amen. So you're wondering, what am I going to do Nashangaa ni nini to utafanya come out of this? ili ukatoke katika Turn to your neighbor and tell your neighbor, okay, jirani mwambie jirani. there is a solution. Kuna jawabu siku ya leo. Hallelujah. Amen. You need to escape from these things. Nafaa utoke katika mambo Remember, haya. I've been telling you, Kumbuka amekuwa kwa anything I preach on this altar, chochote anachohubiri kwenye madhabahu. hallelujah, Amen. is what I've gone through by experience. Kila ambacho amepitia. Bwana sifiwe. Amen. And I want some of us to come out of these things Tunataka wengine wetu pia so that you can see the goodness of God ili tukaone uzuri wa Bwana in the land of the living. So dimension number one, kiwango nambari ya kwanza. you need to become a divine vessel. Unafaa uwe chombo kilicho takatifu. Anytime you want to save your family, Wakati wote unapotaka kukomboa familia. anytime you want to save your clan, Wakati wote unapotaka kukomboa and the generation to come, na uzao ujao. you need to become a divine vessel for the family. Uwe chombo kitakatifu. Because in every family, sababu katika kila familia God raises Mungu huinua a prophet. nabii. In every family, Katika kila familia God raises Mungu huinua a servant. mtumishi. Praise the living God. Amen. So I don't know if you are one of them Hivyo ajui kama wewe ni mmoja that wao God has risen ambao Mungu amemuinua so that you can save your family, ili ukakomboe so familia, that you can save your ili generation. ukakomboe kizazi. I've been giving you stories about our family, Nilikuwa akikupa hadithi kuhusu where I come from. kule anakotoka. Praise the living God. Amen. Hallelujah. I was born in a family. Alizaliwa The katika familia. bloodline of people never believed in God. Damu ya ukamba watu hawakuamini katika Praise the Bwana. living God. Amen. But thank be to my mother. Lakini nashukuru kwa ajili ya mama yake. Praise the living God. Amen. Because she knew Sababu alijua what it takes in this kingdom. nachohitajika katika ufalme. Praise the living God. Hallelujah. And that's why you are seeing us stand here and preach the gospel of the Sababu kingdom. unaona tunasimama na kuhubiri injili ya Praise Bwana. the living God. Amen. Hallelujah. So she came up as a divine vessel Hivyo yeye akafanyika chombo to kilicho be used ili akatumika by God to save the family. atumike na Mungu kwa Somebody ajili ya turn to your familia. neighbor and look at your neighbor and tell your neighbor, Angalia jirani, mwambie jirani. you need to become a divine vessel Unafaa uwe chombo so that you can save your ili family ukakomboe familia and the generation to na come. kizazi kijacho. Let us turn to the book of 2 Timothy. Acha tuingie katika kitabu cha Timotheo wa pili. Hallelujah, chapter 2 verse 19. Very quickly because of time. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19. This is what the Bible says. Hivi ndio Biblia inavyosema. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Verse 19. Mstari wa 19. Nevertheless, anytime you come across this word in the Bible, Wakati wote unapofikia neno hili kwenye Biblia, nevertheless, lakini look at me. mtazame. Anytime you read the Bible,